Sasa mimi nataka kutoa ujumbe kwa serikali na kwa Chama cha Mapinduzi. Natoa ujumbe wa kwanza, Watanzania si wajinga, wanaelewa hali halisi ya kisiasa ya nchi yetu, na wanajua bila katiba mpya, bila tume huru ya uchaguzi na bila mageuzi ya kisiasa ndani ya nchi yetu. Taarifa Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa. Mheshimiwa Ado, kuna taarifa. Mheshimiwa Esther Bulaya. Mheshimiwa, na shukuru tu kwa mchango wake Mheshimiwa Ado, mdogo wangu, na mimi nilikaa sana hapo. Naomba nikupe taarifa kwamba kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi chini ya mwenyekiti Daktari Samia Suluhu Hassan tumedhamiria ndani ya miaka hii mitano ya awamu ya 6 Watanzania watapata katiba mpya. Na ukimwangalia anavyozungumzia swala la katiba mpya amemaanisha, ndio maana kwenye ilani ya chama chetu tumeiweka. Naomba nikupe hiyo taarifa. Mheshimiwa Ado, unaipokea taarifa hii? Taarifa nyingine Mheshimiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa ya Mheshimiwa Bulaya siipokei, na siipokei kupitia hoja yangu namba 2 ambayo nilikuwa naelekea kuitaja. Ujumbe wangu kwa serikali na Chama cha Mapinduzi, ujumbe namba 2. Katiba mpya sio ajenda ya CCM. Katiba mpya sio ajenda ya serikali. Katiba mpya ni ajenda na mali ya Watanzania. Ukimya huu katika hotuba ya Waziri Mkuu unamaanisha serikali imeihodhi ajenda hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa. Mheshimiwa Ado, kuna taarifa inatoka. Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa. Mtoa taarifa yuko. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kumpa taarifa Mheshimiwa Ado kwamba serikali iliyoko madarakani ni serikali ya Chama cha Mapinduzi na inatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hakuna namna tutofautisha Chama cha Mapinduzi na serikali iliyoko madarakani na Watanzania. Asante. Mheshimiwa Ado, unaipokea taarifa hiyo? Siipokei taarifa hiyo. Sijasema serikali mali ya nani, hilo ni somo jingine la katiba, mkufunzi yuko pale. Nasema katiba mpya ni mali ya Watanzania. Watanzania wana haki kwenye hotuba kama hizi zinazobeba maono kujua mchakato wao wa katiba mpya unakwenda wapi. Taarifa Mheshimiwa Mwenyekiti. Taarifa Mheshimiwa Mwenyekiti. Taarifa Mheshimiwa Mwenyekiti. Inatoka wapi taarifa? Ndio Mheshimiwa Kienzile. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nakubaliana na Mheshimiwa mchangiaji kwamba katiba mpya ni mali ya Watanzania. Lakini pia namkumbusha mali za Watanzania ni pamoja na ardhi, fedha na vinginevyo. Na kwa sasa mwenye mkataba wa kuvisimamia ni serikali. Na serikali ya sasa ni ya CCM. Kwa hiyo huwezi kuvitenganisha. Mheshimiwa Ado, unaipokea taarifa hiyo? Sipokei taarifa hiyo, na kwa sababu naona nakuhamishwa hapa gari na sanasa, niache ajenda hiyo, ujumbe umefika. Ajenda ya pili ambayo naona ni ukimya kwenye hotuba ya Waziri Mkuu, vita dhidi ya ufisadi, rushwa na ubadhirifu. Sijaona kama imepewa kishindo kinachostahili. Mimi ninaamini Sokoine angefufuka leo, wala nisingepata shida kujua ajenda yake namba 1 ingekuwa ni ajenda gani. Ninafahamu. Mwenyekiti, taarifa. Taarifa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, niko hapa taarifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, ningependa kumpa taarifa Ado kwamba unapozungumzia mtu ambaye
tangu ameapa, tumemthibitisha kwenye bunge hili kwa kinywa chake, kwa vitendo, kuzungumzia masuala ya ufisadi na kukemea ubadhirifu na kukemea uzembe ni Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba. Na kwenye hotuba yake Mheshimiwa Waziri Mkuu amesema serikali ya awamu ya 6 chini yake yeye kama msimamizi mkuu wa serikali atahakikisha wazembe, wabadhirifu watachukuliwa hatua na wananchi wa Tanzania waweze kupata maendeleo. Inawezekana mdogo wangu leo alikuwa hajajiandaa kuchangia. Mheshimiwa Ado, unaipokea taarifa hiyo? Siipokei taarifa hiyo. Mimi ninafahamu rejea ya uchambuzi, ni hotuba ya waziri mkuu. Ninaweza kukueleza waziri mkuu wapi amezungumzia juu ya rushwa na ufisadi. Alizungumzia ripoti ya CAG na commitment ya serikali. Kwa maoni yangu mimi, waziri mkuu hajatoa uzito unaostahili kwenye hotuba yake kwa ajenda ya rushwa na ufisadi. Na uniruhusu nitoe mfano tu, nimepigwa breki sana hapa mwenyekiti. Mheshimiwa Ado, kuna taarifa. Kanuni zetu zinaruhusu. Kuna taarifa, naomba uipokee. Nimpe taarifa.